Umewahi kuhisi kama kuna kitu tofauti ndani yako, lakini huwezi kukielezea? Kama vile unaona mambo ambayo wengine hawaoni, au unahisi vitu kabla havijatokea. Na kila unapojaribu kuelezea, watu wanakuangalia kama una overthink au unajifanya vile. Lakini vipi kama ukweli ni huu? Haujawahi kuwa wa kawaida tangu mwanzo. Video hii inaweza kukufungua macho kwa njia ambayo hujawahi kufikiria. Kwa sababu leo tutaangalia dalili 8 za ajabu ambazo hutokea tu kwa watu wenye kipaji cha kiroho au ambao wako gifted. Na ukweli ni kwamba huwezi kuzigushi. Yaani ni watu ambao wako gifted natural. Moja, unahisi nguvu za watu haraka sana. Unapokutana na mtu mpya, ndani ya sekunde chache tayari unajua vibe yake. Hata kama anacheka, wewe unahisi kuna kitu hakiko sawa. Hii si bahati mbaya. Hii ni ishara kwamba intuition yako iko juu sana. Watu wengi wanategemea maneno, lakini wewe unategemea hisia. Na mara nyingi unakuwa sahihi. Pili, unachoka haraka ukiwa kwenye umati. Sehemu zenye watu wengi zinakuchosha sana. Sio kwa sababu hupendi watu, bali kwa sababu unachukua energy zao zote. Unakuwa kama sponge. Unanyonya hisia za kila mtu aliye karibu na wewe. Na baada ya muda unahitaji kuwa peke yako ili kurecharge. Hii ni dalili kubwa ya mtu mwenye sensitivity ya kiroho. Tatu, unapata ndoto zenye maana nzito. Ndoto zako si random. Mara nyingi zina ujumbe, au hata zinatokea kabla ya kitu fulani kutokea. Wakati mwingine unaota kitu, halafu siku chache baadaye kinafanyika. Na unashangaa, hii niliona tayari. Hii inaonyesha kuwa akili yako ya ndani iko active zaidi kuliko kawaida. 4, unavutiwa na ukweli wa ndani wa maisha. Mambo ya juu hayakuvutii sana. Wewe hupendi drama zisizo na maana. Badala yake unajiuliza maswali makubwa kama, kwa nini tupo hapa? Nini maana ya maisha? Nini kinatokea baada ya kifo? Hizi si fikra za kawaida. Ni ishara kwamba nafsi yako inatafuta ukweli wa kina zaidi. 5, unapenda kukaa peke yako. Watu wengi wanaogopa upweke, lakini wewe unaufurahia. Hii ni kwa sababu unapokuwa peke yako ndipo unajielewa zaidi. Unapata clarity, unasikia sauti yako ya ndani vizuri zaidi. Na ukweli ni huu, watu wenye kipaji cha kiroho, kwa maana ambao wako gifted, wanahitaji muda mwingi wa kuwa peke yao ili kukua. 6, unaona coincidence nyingi sana. Unawaza kitu alafu kinatokea. Unakumbuka mtu, ghafla anakupigia simu. Unahitaji jibu, ghafla unakutana na kitu kinachokupa mwanga. Wengine wanasema ni bahati, lakini kwa kweli hizi ni synchronicities. Ni ishara kwamba uko aligned na kitu kikubwa zaidi. 7, unahisi kama hufiti kwenye dunia hii. Kuna wakati unahisi kama hauko mahali sahihi. Kama vile unatafuta kitu lakini hujui ni nini hasa. Unajaribu kufiti kwenye mfumo wa kawaida, lakini ndani yako kuna sauti inayosema hii sio wewe. Na hiyo sauti haiko pale kukuchanganya. Iko pale kukuongoza. 8, unapitia maumivu ya kina kabla ya ukuaji. Watu wengi wenye kipaji cha kiroho, kwa maana nyingine ambao wako gifted, hawaanzi maisha yao kwa urahisi. Wanapitia changamoto nzito na nyingi. Maumivu, kupoteza, kuchanganyikiwa. Lakini ndani ya maumivu hayo ndipo nguvu yao inajengwa. Ni kama moto unaotengeneza chuma kuwa imara zaidi. Na mwisho wa siku wanatoka wakiwa watu tofauti kabisa. Sasa jiulize, ni dalili ngapi umeona ndani yako? 1, 2, au karibu zote? Na kama umejikuta kwenye nyingi ya hizi, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba wewe si mtu wa kawaida. Lakini hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Wanajaribu kukimbia hii hali. Wanajaribu kuificha, wanajaribu kuwa kama wengine. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kukimbia kile ulichoumbwa kuwa. Na huwezi kugushi kipaji cha kiroho. Ama unacho au huna. Na kama unacho, basi ni jukumu lako kukubali, kukielewa, na kukitumia kwa njia sahihi. Kwa sababu pengine sababu ya wewe kuishi tofauti maisha yako ni kwa sababu uliumbwa kuwa tofauti.